Yes, tunasonga katika sehemu ya pili ya simulizi yetu nzuri inaitwa Shangazi Alinigeuza Mwanamke ili Nisagane Naye. Kama utakumbuka vizuri, katika sehemu ya kwanza tulipoishia ni pale ambapo Zabibu alikuwa akimlazimisha Debora waende wakaoge wote, lakini cha ajabu Debora alikataa. Sasa ni nini kilichoendelea? Sehemu hii ya pili itakuwa na majibu yote. Na nikuombe tu usisahau kubonyeza alama ya subscribe iliyopo chini ya video hii ili kuendelea kupata mwendelezo huu wa hii simulizi ama simulizi ambazo tunaziweka hapa ndani ya Story za Mambo. Mtunzi wa simulizi hii anaitwa Jack Mambo, ambaye unaweza kumpata kupitia nambari zake za WhatsApp. Anatumia 0716 35 21 02. Mimi naitwa Ibrahim Kalage, ambaye unaweza kunipata Instagram natumia Ibrahim_Kalage, lakini pia Facebook natumia Kalage Ibrahim, lakini pia kwa namba zangu za simu natumia 0713 88 23 52. Karibu tusonge mbele katika sehemu ya pili. Sikujua kwa nini Debora alikataa kuoga na mimi. Wala sikutaka kumlazimisha. Basi niliingia bafuni nikaoga na kujisafisha vizuri tu, lakini sijui nilikuwa nawaza nini jamani. Akili yangu iliniambia kuna kitu kitafanyika, japo sikuwa na uhakika nacho sana. Nilikuwa nishasikia stories za wadada wanaosagana, lakini nilikuwa sijawahi kufanya kama mchezo kale. Kwa kitendo alichonifanyia Debora siku ile, nilikuwa na imani kabisa Debora ni msagaji, na akili yangu ilikuwa tayari kwa hilo. Mazingira nyumbani hayakuniruhusu kabisa kutoka. Nisingeweza kuanzisha mahusiano na mwanaume kiurahisi. Nilikuwa natamani sana kujiunga kwenye mahusiano, lakini huo muda wa kuonana na huyo mtu ndio haupo. Maana nilikuwa nachungwa sana kama rais. Mama yangu akinipa nafasi ya kwenda kwa bibi tu, iwe nyumbani kwake au supermarket basi. Kama unajua nyakati za barehe zinakuwa ngumu sana kwa vijana. Hizi ndio nyakati mabinti wengi tunapoteza uhusiano wetu kwa kushindwa kuhimili miemko yetu. Unakuta unajizuia wewe lakini inashindikana. Basi nilitoka bafuni nikiwa na taulo langu, nikaanza kujifuta maji huku Debora akiniangalia kwa jicho la kuibia. Nilipomaliza tu nikapanda kitandani, nikajifunika shuka langu, nikachukua simu yangu na kuanza kuichezea. Debora naye akaingia bafuni kuoga. Uoga mimi na tatizo moja. Mimi na kitanda jamani ni kama nyuki na maua. Hata kama tulikuwa tunaongea, nikipanda tu kitandani dakika 2 au 3 usingizi unanichukua. Japo nilikuwa na hamu kubwa sana ya kufanyiwa katika mchezo na Debora, lakini nilishindwa kubishana na bwana usingizi. Hata sikujua nimelala saa ngapi. Yaani mimi nilikuja kushtuka usiku wa manane Debora akiwa ananipapasa chuchu zangu. Nalikuwa mzima taa, lakini mwanga wa taa za nje ulipenya paka ndani na kuleta mwanga kidogo. Miguso yake ilinifanya najihisi akili imechangamka kidogo. Nikamgeukia tukawa tunaangaliana. Debora akauleta ulimi wake na kuyagusa masikio yangu. Nilisisimuka nikajikuta nimemkumbatia kwa nguvu jamani. Debo, I miss you. I miss you too baby. Na hapo tuko na story tena. Akili yangu ilikuwa imeshajiandaa na ile jambo kwa muda sana. Ndivi zetu zikakutana, tukaanza kubadilishana mate huku tukipafa sana kwa hisia kali. Debora alikuwa ni mjuzi sana wa mahaba nye jamani. Hiyo iliniaminisha hajaanza juzi wala jana. Ni mimi ndio ilikuwa ni mara yangu ya kwanza kuguswa na kupapaswa tena na mwanamke mwenzangu. Chocho zangu zikaanza kunyonywa kwa hisia kali. Nikaanza kuweseka kwa raha nilizokuwa nikizipata. Debora alikuja wakati mwafaka kabisa jamani. Japo hakuwa mwanaume, ile nilikuwa naona kabisa atanifaa kwa muda huo ambao nahitaji sana kuguswa na kupunguzwa kibubu changu kilichojaa haswa jamani. Shingo yangu ilinyonywa kiustadi, maana unajua mimi ni mzungu. Hakutaka kuniweka love bite maana mama asije akashtuka mapema, hapana. Na huku mimi nilitaka kale kama mchezo kwa uendelevu. Ni Debora anajua huyo mdada na anajua mapenzi sana kwa kweli. Maana alishuka na kutua kwenye kitovu changu. Nikawa nahisi kama dunia imenilemea vile. Kiuno changu kilizungukwa na ulimi wake wa moto na kunifanya nianze kutoa sauti ambazo kama mtu angekuwa karibu basi angejua nini kinaendelea. Aliponimaliza huyu kiumbe ni pale alipokuja katikati ya mapaja yangu. Nilikuwa tu nasikiaga stories za marafiki zangu konki wa shuleni ambao wanavibwana vyao huko mtaani, wakirudi wanapunguziwa hamu. Nilisikia jinsi walivyokuwa wanasema kuwa kunyonywa Ikulu kuna raha yake isiyokuwa na mfano jamani. Na mimi nilikuwa natamani jamani siku moja nije kuisikia ile raha.
nisikie utamu wa kunyonywa papuchi yangu. Debora kama alijua vile. Baada ya kuzunguka sana mwilini mwangu, mwisho akaweka kituo kwenye papuchi yangu. Akapitisha ulimi wake na kunigusa. Nilishtuka, nikataka kuruka, akanishika vizuri na kuanza kunifanyia ule mchezo wa kizungu jamani. No. Debo, yes. Kumbe tamu. Nash. Debo wewe. Mchezo ule ulinifanya nijisikie niko kabisa dunia nyingine. Nikaanza kumuuliza Debora alikuwa wapi muda wote. Mimi nilikuwa sipati raha kama zile. Alikuwa wapi huyu kiumbe jamani? Na nyie walimwengu, kumbe mnajua kuna raha zipo duniani hata mniambii. Acheni uchoyo jamani. Acheni uchoyo. Nilijisikia raha isiyokuwa na kifani. Nikahisi kuna vitu vinatoka huku chini jamani. Papuchi yangu ikazidi kuloa. Utamu ukakolea, nikamshika Debora nikamkandamizia hapo. Sijui nilikuwa nataka ingie tumboni nijifungue, maana sio kwa kumkandamiza kule nye. No. Debo. Oh. Debo, nakupenda. Mama. Osh. Yo. Nilishika mtoto wa kike nikashindwa hata kujizuia. Debora alikuwa akinionyesha maufundi, lakini mara baada ya muda ile raha ikapungua. Kumbe nilikuwa nishafika mshindo wangu. Vipi mke wangu, umeenjoy? Aliniuliza Debora, na muda huo na hema kama nimetoka kufukuzwa na mbwa koko. Debo, utaniua. Unataka nikufanye? Debora aliniuliza swali nikao sijamuelewa vile. Unasema? Unataka nikufanye? Unifanye na nini? Niliuliza maana nilishaona wanawake wanajiridhisha na bakora bandia. Wengi na matango, wengine na karoti. Basi tu ile mradi tufike mbinguni tukiwa tumechoka. Na kufanya na bakora. Niko wapi? Mimi nayo. Mimi siwezi kufanya na bakora bandia. Mimi kwanza sijawahi kabisa. Sitaki bikira yangu itolewe na bakora bandia. Niliposema tu vile, Debora aliuchukua mkono wangu akausogeza na kuingiza ndani ya chupi yake. Nilishtuka sana mara baada ya kuhisi nimeshika kitu kisichokuwa cha kawaida. Mama! Nilishtuka, nikaruka na kusogea pembeni. Nikakimbilia ukutani na kuanza kuitafuta switch ilipo. Nilipoipata tu nikaiwasha. Mara kadhaa nishawahi kusikia story kuhusu watu wenye jinsia mbili. Nilishawahi kusikia hizo story mara kadhaa, lakini sikuwahi kuwaza kukutana na mtu wa aina hiyo katika maisha yangu. Debora alikuwa jike dume jamani nye. Yaani ukimuona ni kama mwanamke, lakini bakora ilikuwa kinengenea katikati ya mapaja yake, tena kubwa kuliko unavyowaza. Debo! Niliita kwa mshangao mara baada ya kumuona Debora ameishika bakora yake na ichezea kwa mkono wake. Ilikuwa imesimama ndefu alafu nene hatari. Si unaona? Mimi nimekuambia ninayo. Na niambie nikupe. Aliongea Debora huku akinisogelea, nikawa nasogea nyuma mpaka nikagota ukutani. Debo, ukinisogelea napiga kelele. Sasa kelele za nini jamani? Kwani hutaki raha mpenzi wangu? Hebu njoo tumalizie. Tutakuwa tunafanya kila siku, sawa? Kila siku tutakuwa na enjoy, sawa baby? Yaani sijui hata kwa nini nilikuwa vile. Debora alinisogelea karibu na kunigusa, kisha kanikumbatia. Ile bakora yake kanigusa mapajani mwangu na kunifanya nisisimke sana. Debora ni kama alijua sina ujanja, na wakati ule uoga wote ulimezwa na hisia. Nikajikuta nahitaji penzi la Debora. Maybe sikujua nimweke katika kundi gani, ni mwanaume au mwanamke. Debo. Sauti yangu ilitoka kwa kuvizia. Debo alishajua madhaifu yangu, akayatumia kunishika na kunirudisha kitandani. Nililala na kuchanua miguu yangu chano, nikamruhusu aingie katikati ya mapaja yangu. Akaishika bakora yake na kuanza kuisugua juu ya mashavu ya papuchi yangu. Kidogo tu. Leo na kuingiza kwenye ulimwengu wa mapenzi, sawa baby? Sawa. Wala sikuwa na ujanja wa kukataa. Mwili wote ulilegea. Hisia zilikuwa juu sana. Yaani kama ungeniacha pale, ningeweza kuamua kujiridhisha na kitu chochote vile. Na lilikuwa ni tete sana. Usiogope, na kufanya taratibu. Usipige kelele, mama atasikia.
Sauti yake ilikuwa ni ya kike kabisa, lakini huku chini Debora ni mwanaume. Tena rijali haswa. Sehemu zingine zote anafanana na mwanamke ila sio huku chini. Debora kaushika mshedele wake akaanza kusukuma taratibu uzame ndani. Aliosukuma ukaingia kidogo nikaanza kuhisi maumivu makali sana. Haikuwa jambo geni maana huwa tunahadithianaga. Nilikuwa nishawahi kusikia kuwa mara ya kwanza inauma. Na hapo nilikuwa nyumbani kwa hiyo ni lazima nijikaze bikira itolewe na nisipige kelele mama atasikia. Debora akaniziba mdomo sababu hakuniamini. Kisha akanitazama machoni. Nilikuwa na wasiwasi sana maana hapo haijaingia tu ila maumivu nayasikia. Debo, pole inauma. Sawa. Ili kunizubaisha alinipa ulimi wake. Wakati nimepewa tu ulimi, huku bakora ikazama na kupasua ngome yangu. Nilijikuta nimekurupuka nikamngata lips ya chini Debora hadi akachanika kidogo. Baby, unaniumiza. Nilikuja kushtuka baadaye na muda huo na yeye maumivu anayasikia tayari. Japo unajua hayakuzidi ya kwangu. Usichana wangu kaondolewa na Debora jamani. Debora alivunja ngome yangu kisha akaendelea kuingiza na kuchomoa. Akawa anamalizia kabisa jamani. Maumivu ilikuwa ni makali sana lakini hakutaka kuniachia kabisa. Akawa anaizamisha bakora yake yote bila change. Debo, naumia. Pole baby, vumilia na malizia. Aliendelea kunifanya paka alipohisi kuwaleta wazungu. Hapo akaanza kuongeza kasi ya kunyonga kiuno chake huko akiniambia, nawaleta wazungu baby. Nawaleta wazungu baby, nawaleta. Hatimaye Debora akawashusha wazungu wake lakini hakuwashusha ndani. Nadhani alihofia kunipa mimba. Alipotaka kuvunja dafu lake akachomoa na kunimwagia tumboni na zingine zikaruka mpaka usoni. Debora kanipiga busu kisha akakaa pembeni yangu huko anatabasamu. Nilikuwa na maumivu makali muda ule jamani. Niacheni. Niache, unaniumiza. Utazoea, utaanza kusikia raha. Utakuwa unaniomba mwenyewe. Mistaki tena, staki. Na twende tukaoge sasa mke wangu. Debo, mimi niache kwanza. Umenifikiri mimi sijataka. Kaone. Kwa kujikongoja nikaelekea bafuni huko Debora akinisaidia. Aliniogesha kisha tukatoka. Akayatoa mashuka yote na kuanza kuyafua usiku ule ule. Tukatandika mashuka mengine tukalala. Kulikucha asubuhi na mapema nikawa na maumivu japo yalikuwa kidogo yamepoa. Siku hiyo sikutaka kabisa kutoka hata nje. Na bahati nzuri kwangu pia mama yangu alikuwa ameshinda nyumbani. Kwa hiyo tukawa mimi, Debora pamoja na binti wa kazi basi. Baada ya chakula cha mchana nilimuita Debora nikamweka kikao. Nilitaka kujua yeye ni nani. Kwa nini awe mwanamke na huku chini ana maumbile ya kiume? Debo, hebu niambie ukweli, wewe ni mwanamke au mwanaume? Kwa nini unaniuliza hivyo? Acha kuniuliza maswali ya kijinga. Unajua kwa nini nimekuuliza hivyo? Wewe niambie nijue niko na mwanaume au mwanamke. Mimi ni mwanamke, sio nafanana kila kitu. Alisema Debora huku akinionyesha chuchu zake msumali. Kwa hiyo wewe ni mwanamke na umenitoa msichana wangu. Unajua mimi usiponiambia ukweli leo itakuwa ni mwisho wetu. Sitotaka kuonana na wewe tena. Bora uniambie ukweli nijue mwenyewe nakaa na wewe au rafiki wangu mimi na wewe unaishia hapa. Unataka kujua ukweli? Ndio. Maajabu hajawahi kuisha hapa duniani. Bado nilikuwa na maswali mengi sana, najua hata ungekuwa ni wewe ungetamani kujua nini kimemtokea hadi awe vile. Debora alinishangaza sana mpaka hapo na ameshachukua usichana wangu. Alimkaribisha kwangu nikidhani rafiki wa kike lakini kumbe ana bakora. Kama siara tu Debora kanila. Debora alionekana anataka kusema ukweli. Aliniuliza ile swali zaidi ya mara 3 nikawa namjibu ndio na utaka ukweli. Sawa, nipofunga mlango nikusimulie. Bila niahidi kitu. Kitu gani? Utofichua siri yangu. Sawa na kuahidi. Debora alisogea ukutani akakaa. Macho yake yaliangalia juu ya paa yetu kwa dakika kadhaa na ukimya ukatawala. Ni kama alikuwa anavuta kumbukumbu fulani hivi. Aliyeshusha macho yake chini na akaniangalia kisha katabasamu. Mimi hapo nilikuwa naona kama ananichelewesha tu. Niambie basi. Nakwambia Zebila ni story ndefu kidogo.
Sawa, nakusikiliza, muda upo wa kutosha. Mimi nilizaliwa kwa bahati mbaya. Namaanisha mama yangu hakupanga kupata ujauzito wangu. Kwa hiyo nilizaliwa tu kwa bahati mbaya. Lakini pia ni baada ya mama yangu kunywa sana madawa. Mimi nikawa mbishi kutoka. Na tulipambana kweli, lakini mwisho wa siku akaamua kunizaa. Kuna wakati huwa natamanigi bora ningekuwa nimekufaga tu kuliko haya niliyopitia maishani mwangu. Kwanza nikwambia tu ukweli. Mimi nilizaliwa nikiwa mwanaume kabisa. Ila sasa mimi ni mwanamke. Mama yangu alikuja kutoka Msoma huko miaka kadhaa iliyopita nyuma. Miaka kama 25 iliyopita. Alikuwa ni binti mdogo tu. Na ugumu wa maisha ndio ulimfanya akimbilie jijini Dar es Salaam. Akiamini huko atafanikiwa, sababu alishawahi kusikia story nyingi kuhusiana na Dar. Kuna maisha mazuri. Kweli alifika jijini, lakini akakutana na changamoto nyingi sana. Kubakwa na kuibiwa kila alichokuwa nacho, vikiwa ni miongoni mwa changamoto hizo. Akaishi maisha ya tabu sana, na kila na kulala kwa tabu. Alilala nje ya maduka ya watu kwa miezi kadhaa, karibu 3 hivi. Wahuni wakamgeuza chakula chao. Wakaona muinda usiku amelala wapi. Wakifika wanamchukua na kwenda kumbaka kwa zamu kila siku. Na hiyo ndio ilikuwa ni maisha yake. Alijaribu kuomba msaada kwa watu lakini hakufanikiwa. Hata kazi za ndani hakupata kwa sababu mama yangu alikuwa ni mzuri sana. Hebu niangalie mimi nilivyo sasa hivi. Kisha jiulize mama yangu alikuwaje. Lakini Mungu amtupe mja wake. Baada ya miezi kadhaa ya mateso, mama yangu akapata kazi za ndani. Kuna dada mmoja hivi alimchukua na kumpeleka kwa mama mmoja ambaye mimi namuita shangazi, na ndio naishi naye mpaka leo hii. Maisha mama yangu yalibadilika kwa kiasi kikubwa, yakawa ni mazuri mno. Yule mama alikuwa hajaolewa, kwa hiyo walikuwa wanaishi wote wawili ndani. Lakini shangazi yangu mimi hapendi wanaume. Ni msagaji aliyekubuhu. Uzuri wa mama yangu ulimfanya mtamani. Kwa hiyo kaanza kumuita chumbani kwake na kumfundisha mambo ya kiusagaji mpaka mama yangu akawa mzoefu. Wakawa wanaishi ndani kama wapenzi kabisa. Maisha hapo yakawa mazuri zaidi kwa mama yangu. Shangazi yangu akampenda mama yangu kupindukia, na akawa anampa zawadi nyingi pamoja na kumlipa mara 3 ya mshahara uliokubaliana. Mama akawa mzoefu katika usagaji, na akasahau kabisa mambo ya wanaume. Walikuwa na vifaa vyao vya kuridhishana na bakora bandia, maisha yakaendelea. Lakini kuna kitu kilikuwa bado kipo kichwani kwa mama yangu. Yeye licha uzoefu wa usagaji, lakini bado aliamini mwanaume ni mtamu zaidi. Aliamini sana katika mapenzi na mwanaume kuliko mwanamke mwenzake. Aliamini Mungu ana sababu kubwa ya kumuumba mwanamke na mwanaume kwa jinsia tofauti. Basi akawa anavumilia tu, ila moyoni alitamani na kumisi penzi la ukweli na kuweza kuchepuka, kwa sababu shangazi alikuwa na wivu sana na alikuwa ameshamkanya kabisa kuwa asitembee na wanaume. Huko akisema wanaume hawana issue na hawawezi kumpenda kama alivyokuwa akimpenda yeye. Basi maisha yaliendelea, lakini ndipo siku moja shangazi akapata wageni kutoka Marekani. Walikuwa ni marafiki zake wa kiume wawili wa Marekani weusi. Walikuja kumtembelea shangazi, lakini pia kuangalia fursa kama wanaweza kuwekeza katika ardhi ya Tanzania. Na hapo ndipo kashashe lilipoanzia. Wale wanaume wote wakamtamani mama yangu, wakawa wanamkonyeza kila mmoja kwa nafasi yake. Mama naye alimisi penzi la mwanaume, akajikuta na sisimka sana akiwaona. Kwa hiyo mama yangu akawa tamani na wale wanaume wakamtamani. Picha likaendelea. Siku moja mama yangu yuko zake bafuni anaoga, akashangaa amekumbatiwa. Alipogeuka akakutana na mmoja kati ya wale wanaume wawili. Msisimko aliopata wala hawakubishana, walijikuta wanafanya mapenzi kirahisi sana. Na huo ndio ukawa mwanzo wa kuseksi na mmoja wapo. Lakini haikuishia hapo. Hata yule mwingine alilitaka penzi la mama yangu kwa udi na uvumba. Ndipo siku moja mama yangu akawa amelala na akahisi anapapaswa na mtu. Aliposhtuka akamkuta yule jamaa. Basi yakatokea kutokea. Akawa kwenye mahusiano na wanaume wawili ndani ya nyumba moja, na wale wanaume wakaja kujuana kuwa anatembea naye. Na si unajua wazungu tena, alafu istoshe wako Tanzania kwa muda tu. Kwa hiyo wakakubaliana kila mmoja apate penzi kwa muda wake. Muda huo mama hajui kama washajuana. Yeye alikuwa anajua anafanya nao kwa siri.
Ndipo siku moja yuko chumbani na mmoja wapo akashangaa mwingine anaingia. "Nyie vipi, mbona siwaelewi?" aliuliza kwa mshangao. "Si unatupa wote tu, sisi hatuna tatizo, au unaonaje?" "Wote?" "Ndio, sisi tunajuana wala usijali." Waliongea na kuanza kunipapasa kwa zamu. Ilikuwa ni kama sinema fulani vya kutisha. Mambo yale yalizoea kuyaona kwenye sinema tu. Kitendo cha wale wanaume wawili kuonesha nia ya kutaka kumwingilia kwa zamu kwa wakati mmoja kilimshangaza. Aliangalia machoni akagundua hakuna siri hapa. Kila mmoja anajua kuwa wanatoka naye kwa zamu. "Kwa hiyo mnajua kuwa na mahusiano na nyie wote?" "Ndio." "Na muhisi wivu kabisa?" "Hakuna." "Sijui ni kwa nini." Na siwezi kumlaumu mama yangu, ila naweza kusema alikuwa ni mwanamke rahisi kumpata. Naweza amini baada ya kujua tu wamejua, basi akawa anafanya nao mapenzi wote. Shangazi akaushtukia mchezo. Mapenzi na yeye alipungua sana. Mama akawa afanye naye sana kama zamani. Hata vizingizio vikao ni vingi kila shangazi alipomtaka au kumuita chumbani kwake. Kwa kuwa yeye alikuwa ni mtu mzima, aliona tu dalili. Akahisi kuna kitu kinaendelea kati ya mama na wale wanaume wa Kimarekani. Japokuwa kuwa kihisi kama anatembea nao wote, na tena kuna wakati analala nao wote kitanda kimoja na kuwapa mapenzi kwa zamzamu. Alihisi wivu. Shangazi yangu akaanza kufuatilia kwa ukaribu. Kama unavyojua zamu hizi ni 40 tu. Siku moja akawavizia usiku. Aliingia kwenye chumba cha wageni, akakuta patupu. Ndipo moja kwa moja akaenda chumbani kwa mama. Sauti alizozisikia zilimchefua sana. "Ina maana huyu mjinga anatembea na wanaume wawili?" alijiuliza shangazi. Ndipo akaingia na kuwakuta wote wako bize. Wanaivunja amri ya 6 kwa shoka na mapanga ya kutisha. "Hapo mbavu, mmekuja kuniletea laana hapa kwenye nyumba yangu?" Walishtuka na kukurupuka, wakajistiri na mashuka. Muda huo mama alikuwa anatetemeka sana na kujua hatima yake baada ya hapo. Shangazi kwa hasira aliwatimua wale marafiki zake usiku ule, na ule ndio ukawa mwisho wa kuwaona tena. Msala ukabaki kwa mama sasa. Shangazi yule akufikia kamnunia mama yangu mwezi mzima. Ndipo baada ya mwezi akaanza kumuongelesha tena. Walirudi tena kwa kasi na mapenzi yao yakachanua upya. Lakini mama alikuwa na wasiwasi sana. Dalili zote zilionyesha alikuwa na ujauzito. Mwezi wa kwanza ukaisha. Wa pili nao ukakatika. Mwezi wa 3 nao ukaisha bila kuziona siku zake. Shangazi akamshtukia na kumweka kikaangoni. "Lea, una mimba?" Miss sijui, sina." Shangazi akaona usinitanie wewe. Akaenda duka la dawa, akanunua kipimo kisha kamsimamia wakapimana. Majibu yalitoka na mimba. Shangazi akachukia na kuanza kumsema mno, maana hapo mimba ilikuwa ni kubwa na asingeweza kufanya chochote. "Mimi nilishakwambia achana na wanaume. Unaona sasa, washakutelekeza. Na hapo utasema mimba ni ya nani? Na umetembea nao wote. Mwanamke una haya wewe. Ovyo." "Nisamee jamani, kelele huko." Japokuwa alisema sana lakini hakumfukuza. Alikuwa anampenda sana mama yangu. Alishamzoea na hakuona kama anaweza kuishi na mtu mwingine kama ilivyokuwa kwa mama yangu. Wakakubaliana kuilea ile mimba, na shangazi akamwambia achane na wazo la kuwatafuta wale wanaume. Akamwahidi atamlea yeye pamoja na mimba yake, na kuwa mtoto atakayezalia atamlea kama mwanae. Na hilo likawa limepita, lakini kilichomshangaza mama ni kumuona shangazi ananunua nguo za kike kwa maandalizi. Sasa akajiuliza shangazi amejuaje kama atakayezaliwa atakuwa ni mtoto wa kike na sio wa kiume? Alikuwa na maswali mengi, lakini mwisho wa siku akaamua kumuuliza. "Kwani mbona unaandaa nguo za kike? Umejuaje atakayezaliwa ni wa kike? Hata akiwa wa kiume atavaa hizo nguo." "Mwanangu akiwa wa kiume hawezi kumvalisha hayo maguo. Ndio kumharibu mtoto asiwe riziki?" "Hizo nguo tu bwana we." Basi bwana. Shangazi anaendelea kununua vitu vya kike tu. Mama akawa anachukia sana, maana yeye alitamani sana uzao wake wa kwanza nawe ni jembe kweli kweli. Basi siku zikasogea, hatimaye miezi 9 ikafika. Mama akashikwa na uchungu. Shangazi akampakiza kwenye gari lake na kumpeleka hospitalini. Huko hali ilikuwa tete. Mama damu zilimtoka nyingi sana, na mwisho ukaja uamuzi wa kufanya. Ilikuwa ni lazima shangazi achague mmoja tu. Achague kati ya mama na mtoto nani aishi. Ulikuwa ni uamuzi mgumu sana, lakini mwisho shangazi akamwambia daktari amuokoe mtoto, na ndicho kilichofanyika. Ilikuwa ni lazima nife mimi au mama aishi.
na uafe mama mimi niishi. Na madaktari wakafanya walichokifanya. Nikatoka nikiwa hai, lakini mama yangu wala hakuniona wala kunikumbatia kifuani mwake. Mama yangu alipoteza pumzi yake ili mimi nipate yangu. Alipofika tu hapo, Debora alishindwa kuendelea. Machozi yakamtoka, ikabidi nimkumbatie kwa nguvu kumfariji. Historia yake ilinigusa sana. Machozi yalinitoka, akawa analia naye mpaka aliponyamaza. Kwa hiyo ilikuwaje? Ulizaliwa kike au kiume? Nilimuuliza Debora. Ilikuwa ni huzuni kubwa. Manesi walihuzunika sana na kuufunika mwili wa mama yangu. Yaani kama kuna huzuni kubwa hapa duniani, basi hii ni moja ya huzuni kubwa. Mama kushindwa hata kumuona sura ya mwanae aliyemweka tumboni miezi 9. Na laiti kama mama yangu angekuwepo hai mpaka hii leo, ningekuwa mwanaume mimi. Lakini haikuwezekana, kila kitu kinatokea kwa sababu. Namshukuru Mungu. Shangazi aliitwa na kumuona mama yangu akifunikwa na kutolewa wodini. Tayari ya kuwa tena anatakiwa kuchangamana na watu wengine. Pumzi kikata na utu wa kujumuika na wengine unaisha kabisa. Unakuwa sio binadamu tena. Watu wanakuogopa na kukulilia. Lea wangu we Lea. Lea, usiniache mimi Lea. Lea wangu. Shangazi alilia na muda huo mwili unampitia. Hakutaka kuamini kama kweli shoga yake na mpenzi wake ameondoka duniani. Alishika kitanda na kukitikisa kumuomba mama amke, lakini haikuwezekana. Ilibidi wamtoe na kumpeleka sehemu nyingine, maana alikuwa anawapigia wagonjwa kelele. Walimtoa na kumtenga kwa muda. Sauti ya kichanga kisicho na mama kilifanya wodi nzima kukaa kimya. Hakuna aliyeongea. Wote walikuwa wanamsikitikia mtoto ambaye hatakuja kuonja maziwa mama yake. Huzuni ilikuwa ni kubwa, na nesi mmoja mwenye huruma akanibeba kifuani kwake na kuondoka na mimi chumba kingine, na huko akinifanyia taratibu zote, lakini alikuwa analia na machozi yake ilikuwa kiniangukia mwilini mwangu. Wewe, mbona unalia? Aliuliza nesi mwenzake. Nalia kwa sababu nililelewa kwenye kituo cha yatima. Sikuwahi kulionja joto la mama yangu. Nalia kwa sababu unajua maisha atakoenda kuyapitia huyu mtoto. Lakini ana shangazi yake. Mama ni mama maidia. Na kuna mtu anayeweza kuziba pengo la mama. Na huyo ashakuwa shangazi, sio mama tena. Nyamaza mtoto mzuri. Utakuwa mama mzuri sana baadaye. Mungu akujalie wale watoto wako, uwaone na wajukuu zako. Alisema yule nesi mwingine. Na Amina. Baada ya hapo nilitakiwa kukabidhiwa kwa shangazi yangu. Taratibu zote zikafanyika, nikawekwa mikononi mwake. Tukaondoka nyumbani. Mazishi ya mama ilifanyika na shangazi ndio akawa mama yangu rasmi. Alinilea kwa upendo, isipokuwa sehemu moja tu, na kuipenda jinsia yangu. Hakutaka mtu aione jinsia yangu, na kila aliyemuuliza alisema huyu ni msichana. Akaona anivalisha nguo za kike na kunifanyia kila kitu kama mtoto wa kike. Na kuna mtu wala jirani aliyejua mimi nilizaliwa wa kiume. Hakuna mtu mpaka leo hii wanajua mimi ni msichana. Maisha yangu yote nimeishi kama msichana. Na leo hii hata mimi ukiniuliza jinsia yangu, nitakwambia mimi ni binti sio mvulana, kwa sababu sijui vulana zaidi ya kusimamisha huku chini. Shangazi kuishia hapo. Ametumia pesa nyingi sana tangu nikiwa mtoto kuhakikisha kuwa nakuwa msichana kwa 90%. Nakumbuka wakati nimeanza kukua na kuanza kuongea, alikuwa akiniambia maneno ya kuhakikisha na uchukia utupu wangu. Alikuwa akinivuta chumbani, ananivua nguo zote na kuanza kunisema, wewe, ili libaya. Unaliona hili, usimuoneshe mtu yoyote, watalikata nilinyoka hili. Basi nikawa naishi kwa kujificha sana. Nimeishi hivyo miaka yote. Na kuna mtu alishawahi kuniona nikikojoa wala kuoga. Kila kitu nakifanya kwa siri na kwa kujificha sana. Shangazi akaona hiyo haitoshi, akaanza kunisafirisha nchi mbalimbali, na huko akawa anipandikiza homoni za kike. Wakanipa madawa mengi ambayo shangazi alihakikisha na yatumia. Madawa na operation kadhaa ndio zilinipa mimi haya maumbile yangu. Umbo langu sasa ni la kike na nina chuchu kama mwanamke wa kawaida. Ukiniona unaniona kama mwanamke kabisa.
Kumbe shangazi aliyafanya yote haya alikuwa na maana yake. Mara baada ya kuniona tu nimekuwa na kuanza kubalea, akanipatia laptop yake kwa niitumie. Ile laptop ilikuwa na filamu nyingi sana za ngono, ila zote zilikuwa ni za lesbian, yani wanawake wanaojifurahisha wao wenyewe. Basi bwana, kutokana na miemko ile niliyoipata, nikawa naangalia zile filamu, nikawa nazipenda sana na kujikuta akili yangu imezoea hayo mambo taratibu. Nikawa natamani kufanya na mimi. Kumbe shangazi naye alikuwa ananinyapia tu kujua maendeleo yangu. Siku moja nikiwa busy natazama yale mambo ya kikubwa, shangazi aliingia ghafla. Nilishtuka, nikafunika laptop yangu haraka, lakini alikuwa ashaoniona. Niliogopa sana. Nikajua nimetenda kosa kubwa sana, lakini nilishangaa kumuona shangazi akitabasamu na kunisogelea. "Vipi Debora? Unapenda hayo mambo eh?" Aliniuliza, na muda huo kakaa kitandani kwangu kanishika bega langu, hapo natetemeka hatari. Hamna shangazi." "Usiogope bana. Mimi naweza kufanyia kama hao tu." Alisema huku akinishika chuchu zangu zilizokuwa zimechongoka hatari. Nilishindwa kuongea maana mikono ya shangazi ilikuwa kama ina shoti vile. Nikajikuta nimepata hamu kubwa mno. Tena ukizingatia nilikuwa naangalia mambo yale ya kikubwa. Shangazi akaanza kunivua nguo zangu moja baada nyingine mpaka nikabaki mtupu. Nikamuona vile amechukia mara baada ya kuona bakora yangu imesimama imara. "Silipendi hili. Au tulikate?" "Eti baby, tulikate?" Ndiyo shangazi." Kwa wakati ule hata mimi kiukweli nilikuwa natamani kuwa mwanamke. Saikolojia yangu ilikuwa imejengeka hivyo. Zile video za wadada wakisagana zilinifanya nitamani sana hata mimi kuwa kama mdada nifanye na mtu wa jinsia yangu. "Basi kama ulipendi nishaongea na daktari. Nataka kufanyia operation uwekewe kama ya kwangu. Sawa mtoto mzuri?" "Ndiyo." Shangazi alikuwa na chuki dhidi ya wanaume. Anawachukia sana wanaume. Inasemekana shangazi aliwahi kuolewa. Miezi hizo akiwa zake anatafuta maisha. Mumewe akawa anamtesa sana. Alikuwa anampiga na akirudi kutoka kazini anamuingilia hata bila ridhaa yake. Ikatokea shangazi amepata mimba na yule mwanaume akamkimbia na kumwacha na mimba yake. Akaishi maisha ya taabu sana akiwa mjamzito. Akafukuzwa kodi ilipoisha na kuanza kulandalanda huko mtaani. Mungu akamsaidia akajifungua salama. Akapata mtoto wa kiume aliyempenda sana. Shangazi akapambana sana kuhakikisha anatoboa kimaisha akiwa na mwanae wa pekee. Kweli Mungu akamjalia, akapata mali, biashara zake zikasimama na akaanza kuishi maisha ndoto zake. Lakini kilichomtia hasira ni mwanae. Mwanae licha ya kuona juhudi za mama yake, yeye alishia kuwa mvuta bangi na kujiunga kwenye magenge ya wauni. Hiyo ilisababisha shangazi apate kazi kubwa sana ya kushauri, lakini haikusaidia. Mwanae wa kumzaa kabisa akaanza wizi na udokozi. Akaanza kuiba ndani, lakini mwisho akaanza kuibia watu wengine huko nje. Na mwisho wa siku jamii ikachukia. Kila mtu akawa adui yake. Wakamsemea maneno mengi sana ya laana. Na mwisho yule mtoto aliyeshindwa na mamae akafunzwa na ulimwengu. Aliiba na akakamatwa. Wananchi hawakuwa na huruma naye tena. Walimpiga na kumtia moto, akafariki pale pale. Shangazi sasa akawa ametendwa na mume wake, na yule mtoto aliyemhangaikia naye akageuka mwiba moyoni mwake, akamuumiza na kumwachia majonzi makubwa mno. Ni hapo ndipo akajisemea kuwa laiti kama angekuwa na mtoto wa kike asingefanya ujinga ule. Akawachukia sana wanaume wote na kuishi na ile chuki ambayo sasa ilitumika kunigeuza mimi kuwa mwanamke. Hakutaka kabisa mimi niishi kama mwanaume, sababu aliofia ningeweza kuishi kama mwanaume, ningekufa kama mwanae. Kwa hiyo njia pekee ya mimi kuishi na kupendwa na shangazi ilikuwa ni lazima nikubali kuishi kama mwanamke na si vinginevyo. Sasa tuendelee na story. Basi shangazi siku hii alidhamiria kabisa kunifunza mchezo kikubwa. Baada ya kunivua nguo zangu, alianza kunipapasa mwilini huku akinipa maelekezo ya nini nifanye. "Debora, babe, ninyonye maziwa yangu." Nilifanya kama nilivyoelekezwa, na ile laptop ya shangazi kidogo nikawa na uzoefu fulani hivi. Nikaanza kukopi tu na kupesti yale niliyokuwa nikiyaona wanafanya na wazungu. Shangazi alinigusa kila sehemu ya mwili wangu, nikawa nasikia hamu haswa, lakini nilikuwa bado nina uwezo wa kusimamisha huku chini licha ya madawa yote aliyonipa. Basi shangazi alijilaza kitandani na kujipanua mapaja yake. Akaniambia nifanye nilichokuwa nikikiona kwenye video. Sikuwa na ubishi wakati ule. Niliinama, nikapitisha ulimi wangu na kuanza kumpa raha anayotaka. Shangazi akawa anaweweseka sana jamani.
Msafi. Unajua mpenzi wangu. Nilifanya ule mchezo mpaka shangazi akavunja dafu lake. Ndipo nikashangaa shangazi ameushika mjegeje wake jamani. Vipi? Mbona umeshtuka? Bali niuliza. Namna shangazi. Na nataka unipe na hili. Ila ni kwa leo tu maana tutalikata mwezi ujao, sawa? Sawa. Nilishikwa na kigugumizi kwa sababu huwezi amini. Nilikuwa sijui nampaje. Mimi nishazoea kuona wasagaji wakisagana. Sikuwa nimeona jinsi bakora inavyotumika. Kwa hivyo nilikuwa mgeni kwenye yale mambo. Vipi? Mbona uweki sasa? Naliuliza shangazi. Mimi naweka wapi sasa? Kumbe ujue, nikajua umeshafanya huko nje. Nikakuchapa. Sasa ni hivi, na njoo hapa nikuoneshe. Shangazi alichukua simu yake na kwa mara ya kwanza nikaona jinsi inavyofanya kazi. Shangazi akanishika na kuanza kuichua bakora yangu, na muda huo nilikuwa nimetumbulia tu macho kwenye simu yake. Naona jinsi mtu anavyopelekewa moto na kijana aliyeshiba haswa. Basi shangazi akaachana na simu, nikabaki nao mimi. Yeye akaishika bakora yangu na kuanza kuinyonya. Nikawa nasikia raha alivyokuwa akininyonya jamani, na bakora ikawa nazidi kuvimba. Unayo kubwa. Na uiweke taratibu, sawa? Sawa. Njoo sasa, si umeona hapo Mimi nainama hapa. Weka nyuma yangu hapo, sawa? Shangazi alisema huko anakaa ule mkao wa doggy style. Mimi nikapiga magoti kwa nyuma na kuanza kupapasa makalio yake makubwa. Kisha nikaushika mjegeje wangu na kuanza kuzamisha pangoni mwake taratibu. Taratibu. Mimi siku nyingi. Kweli alikuwa na siku nyingi sana, maana baada ya mama kufariki hakuwa tena akifanya ule mchezo mchafu. Siku zote alikuwa anaishi kusubiri siku nitakayokuwa na uwezo wa kumpa alichokuwa kihitaji. Kwa maelekezo ya video mimi nilikopi tu na kupaste na kumfanya shangazi azidi kuweseka. Debora. Wewe mtoto Debora. Binafsi nilikuwa nafanya tu na shangazi alikuwa na enjoy. Mimi nilikuwa na furahi tu kumuona jinsi anapiga mayowe kama yule mdada wa kwenye video. Sasa kumbe sikuwa najua bana. Kumbe kuna raha inakuja. Baadaye nikawa najisikia kama kukojoa fulani hivi, nikawa nasikia mwasho fulani hivi huko chini. Yaani nikawa naona kama vile najisikia raha fulani hivi. Kumbe shangazi akawa afshanisoma tayari. Nikasikia tu anasema kwa sauti. Mlete mzungu baby. Mlete mzungu. Walete. Hapo nikawa nasikia shoti sio shoti, era ikazidi, nikajikuta napiga mayowe maana nilikuwa na kama sielewelewi hivi nini kinatokea. Na ile ilikuwa ni siku yangu ya kwanza kufanya mapenzi. Ilikuwa ni siku yangu ya kwanza kuvuja dafu na kusikia utamu wa mapenzi. Kuna watu wana siri nye jamani. Yaani kumbe mapenzi ni matamu kiasi hiki. Yaani na hata hamkuwahi kuniambia. Na cheni roho mbaya basi nye jamani. Mshangazi aliniona vile nilivyokuwa nasisimka, vile nilivyokuwa nimechanganyikiwa na kupiga mayowe wakati navuja dafu kwa mara ya kwanza. Akanigeukia na muda huo wazungu wakawa wanavuja na kuchafua mashuka yangu. Karibu duniani baby. Aliongea shangazi kisha akaningozea busu zito juu ya lipsi zangu. Kwani imekuwaje shangazi? Acha watoto basi, umekuwa sasa. Mimi sijui shangazi, nimesikia tu vitu vinatoka huko. Hao ni wazungu baby we. Wazungu? Wa Simba au wa Yanga au? Kama Mayele. Go! Alitania shangazi huko akinicheka na kunishikashika bakora yangu. Vipi mwonaje mpenzi wangu? Umeenjoy Ndiyo shangazi. Sasa usimpe mtu. Na nikijua umempa mtu mwingine tutakosana. Alafu hatutaikata tena, sawa Wewe baki nayo tu. Ila wewe ni mwanamke, sawa Debora? Ndiyo shangazi. Usisahau nimekwambiaje wewe nani? Mwanamke. Good girl. Haya amka hapo kaoge, mimi nikajimwagia maji chumbani kwangu maana umenimwagia nyingi do. Shangazi aliondoka zake na kuniacha chumbani. Nikasimama mbele ya kioo, nikaanza kujitafakari na kujiuliza maswali mengi yasiyokuwa na majibu. Kwani mimi ni nani?
Nimetokea wapi? Kwa nini nimefanyaje vile? Nilikuwa najitazama umbo langu. Nilikuwa na mahipsi makubwa na makalio makubwa kama ya kike vile kabisa yani. Chuchu nazo zilikuwa zimechongoka haswa. Kilichokuwa tofauti ni kitu kimoja tu. Nilikuwa na bakora tena yenye ujazo kabisa. Hapo tu ndipo tulipokuwa tukitofautiana na shangazi. Au mimi ni mwanaume? Mbona sina nguvu, nimelegea hivi? Mwanaume na misuli bana. Mimi ni mwanamke. Ndiyo, mimi ni mwanamke bana. Nilikuwa najiuliza na kujijibu mwenyewe tu. Nikaingia bafuni nikaoga kisha nikatoka na kumkuta shangazi amekaa kwenye kochi. Aliponiona alitabasamu na kuniita kwa jina geni masikioni mwangu. Njoo mume wangu. Njoo kae hapa na mimi. Shangazi ni kama alikuwa amezidisha upendo mara 10 zaidi. Alinivuta na kukilaza kichwa changu mpajani mwake huku akichezea nywele zangu. Debora mpenzi. Nabe shangazi. Umenifurahisha sana leo. Nimefurahi sana. Kweli shangazi? Ndiyo. Ila naomba tu usiniudhi ukanichanganya na wengine. Mimi shangazi siwezi. Sawa, nenda kavae nguo zako nzuri leo tutoke. Nataka tuende klabu tukalewe tukacheze muziki, tukirudi tufanye kale kama mchezo katamu, sawa? Haya sawa shangazi. Si umekapenda Ndiyo, yani sana tu. Niliingia chumbani kwangu nikavaa nguo zangu nzuri nikajipamba mwenyewe. Si unajua najua kuwa mimi ni mwanamke. Basi, na ni kwangu kuna kila kitu anachotakiwa kuwa nacho mtoto wa kike. Kwanza mazingira tu ya chumba changu, ukiingia tu unajua hiki ni chumba cha mtoto wa kike. Kijana wa kiume hawezi kuwa na chumba kama aina kile hata kwa bahati mbaya tu. Yaani shangazi alijua kunialibu akili yangu kwenye kila kitu. Ni ngumu sana kuniambia mimi ni mwanaume nikakuelewa. Ukitoa hili dubwasha langu linaoning'inia, hakuna kingine kinachoonesha mimi ni mwanaume. Shangazi tayari. Nilitoka sebleni ila shangazi akanishika mkono na kuniingiza chumbani kwake. Takuwa ameridhika na viwalo vyangu nilivyokuwa nimevivaa. Debora, tunaenda club sio kanisani mwanangu. Hebu ngoja nikuoneshe vile tunaendaga. Shangazi aliingia kwenye kabati lake akanitolea nguo. Alitoa taiti tu nyeusi na t-shirt ndefu. Akanitaka nivae chupi kwanza kuhakikisha dubwasha langu alionekana, kisha akanivisha taiti pamoja na t-shirt. Na unaona sasa? Yaani wewe sasa ulitaka ile tako lisionekane jamani. Inabidi upendeze. Yaani hadi wanaume waumie roho. Tuwatese, wateseke alafu tuondoke zetu. Shangazi lakini una mapaja yako wazi. Debora unajua sinichanganye. Unajua nimetumia gharama gani kulipata hilo umbo? Alafu nalificha ili weje. Weka wazi mambo hadharani. Nilishia kuguna tu. Shangazi naye akapiga viwalo vyake vilivyoacha maungo yake kwa asilimia kubwa wazi. Naye hakuwa haba. Shangazi licha ya kaumli kameenda kidogo lakini mashallah akipita ni lazima wanaume wageuze shingo zao. Lakini anavyowachukia sasa wanaishia tu kulaga kwa macho tu. Tulitoka na gari ya kifahari ya shangazi mpaka kwenye klabu moja kubwa jijini Dar es Salaam. Tulifika tukakuta kweli kumekucha. Watu walikuwa wamependeza haswa, wamevaa uchi kuliko hata mimi. Kuna wadada walikuwa wamevalia vichupi vyao tu wanatembea na hawajali hata nini. Tena ikipigwa goma wanalolipenda wanaruka haswa na kujitikisa makalio yao. Shangazi alikuwa ameshanifundisha kitambo tu kunywa pombe. Kwa hiyo nilikuwa ka legend kazuri tu kwenye kumimina glass. Kwa upande wangu ilikuwa ni mara yangu ya kwanza kuingia klabu, japo shangazi alikuwa ashanifundishaga kunywa pombe, lakini tulikuwa tukinywaga tu nyumbani na mitoko ya mchana tu au jioni na sio siku kama siku ile. Nilikuwa nashangaa tu mazingira ya klabu na watu wake. Siku ile ndio niligundua vijana wengi tumevuruga na maisha. Mabinti walivaa nusu uchi na vijana wenye milegezo yao walikuwa wamefurika wakicheza, kunywa na kuvuta vitu vyao. Niliona jinsi walivyokuwa wananitolea mimacho jamani. Maana nilikuwa na umbo matata sana. Mapaja yangu na bambata langu kubwa lililochanganya mno. Ninaonekana kama mwanamke kwa asilimia 99. Cause dawa na operation za mara kwa mara alizonigharamikia shangazi yangu zilinifanya hata ndevu zione kama kituo cha polisi mwilini mwangu. Nikawa nikigeuka huku na kunyezwa, kule napungiwa mkono, yani basi tu. Shangazi akaigiza pombe tukawa tunakunywa taratibu mpaka mizuka ilipopanda. Nikasimama Debora nikaanza kueruka majoka. Unadhani ni nani atakuwa na wasiwasi na mimi na kiuno kile? Jamani vijana wa ovyo. Si wakaanza kunivizia kunibambia, lakini sikuwapa nafasi. Nilijua shangazi atakasirika maana namjua yule. Na vile tushaanza mapenzi, anaweza kutoa mtu roho. Baada ya kucheza sana nilishikwa na haja ndogo.
Hapo sikujiuliza mara mbili. Nikaingia choo cha kike. Huko nikachuchumaa kama wengine, japo kwa kujificha sana ili wasinione maumbile yangu. Nikiwa natoka tu mlangoni, nikakutana na kijana mmoja kajazia kiasi. Alionekana ni mtu wa mazoezi. Yule kijana akanivuta, akanisogeza pembeni kidogo kwenye giza. Sijui ni nini, lakini nilijikuta sina ubishi mbele yake. Kifua chake na jinsi alivyo tu, nilijikuta na kuwa mdhaifu mbele yake. Vipi mtoto mzuri? Safi. Naitwa Johnson. Naitwa Deborah. Nipe namba yako basi mchumba, nimekufia ile mbaya. Yaani tokeo unaingia nikikuona tu moyo wangu utulia. Yaani hapo nadunda nusu sekunde, nusu dakika. Mimi sijakarili yangu. Nakupa yangu, nitafute basi. Sawa. Yule kaka sijui alikuwa amevisha viandaa vikaratasi vyake. Nikamwona ameingia mfukoni na katoka na vikaratasi vyenye namba na jina lake. Yaani bora hata vingekuwa vimeprintiwa, ningesema kadi ya biashara. Lakini vilikuwa vimeandikwa kwa mkono jamani. Nikajua tu huyu amejipanga kabisa kuwa lazima asambaze upendo kwa piskali zote atakazozielewa. Wewe Deborah, unafanya nini huko? Nilishtuka jamani. Shangazi akaja kunishika mkono na kunivuta, na muda huo namba tayari ninayo, nishaificha na kuiweka ndani ya tight. Shangazi akanivuta na kunitoa pale. Yule kijana naye akaondoka zake. Shangazi akaanza kunisema sana. Hivi unajielewa kweli? Unasimamaje na wanaume? Unataka nini? Shangazi alinivuta lakini siku kelele. Kwanza ushaniharibia mood. Tuondoke sasa hivi. Sijamaliza bia yangu. Kelele. Shangazi alikuwa amechukia haswa, hakutaka kusikia chochote kutoka kwangu. Akanivuta na kunitoa nje ya klabu. Huko tukaingia kwenye gari na kuanza safari ya kurudi nyumbani. Shangazi wala hakunisemesha njia nzima. Nikajua tu atakuwa amenununia sana. Mimi hapo akili yangu ilikuwa kwa Johnson tu. Sijui hata kwa nini nimekuwa vile ghafla. Nilihisi tu nampenda yule Johnson. Basi tulifika tu nyumbani na shangazi akanisusia. Tulipanga tufanye mapenzi tukitoka klabu, lakini yeye akaenda zake chumbani kwake. Nami nilikuwa nimelewa sana, hivyo nilipoingia tu chumbani nikajitupia kitandani nikazima moja kwa moja. Sikukumbuka hata kuvua viatu wala nini. Nililala kama nilivyokuwa. Asubuhi nikashtuka na hapo kichwa kikao kinagonga balaa. Nikavua nguo zangu ili niende nikaoge. Ndipo kikaanguka karatasi, nikakiokota na kuisoma ile namba. Nilipoona tu Johnson, nilitabasamu na kukihifadhi kwenye drawer kwanza. Nilioga, nikarudi nikaenda zangu jikoni, na muda huo shangazi alikuwa ameenda zake kwenye biashara zake. Nikaingia jikoni, nikachemsha supu ya mbuzi nikanywa. Hapo kidogo akili yangu ikawa imetulia tuli. Baada ya kushiba, nikaitafuta simu yangu ilipo. Nikaisave namba ile ya Johnson, lakini nilikuwa na mashaka sana. Nilijua kwa vyovyote vile Johnson atakuwa amenipenda, na mimi nitafanya nini na hii hali? Japo na mimi nilijishangaa tu, nikajikuta nimemuelewa sana yule kaka. Basi nilijiwazia pale, nikataka kutuma message lakini moyo wangu unasita. Nataka kupiga mara nakataa. Yaani sikujua nasimamia wapi jamani kiukweli. Nilikuwa njia panda. Basi nikajitahidi tu hivyo nikakaza moyo, nikajisemea liwalo na liwe. Kwani shingapi? Nikaipiga namba ya Johnson. Nikaita, kapokelewa. Alionekana kama ana usingizi vile. Halo? Halo? Nani? Ni mimi. Ulinipa namba yako jana club. Joyce. Sio Joyce bana. Okay, sorry, ni Halima Wewe kaka wewe. Sasa ni nani jamani ya? Wewe ni nani? Nilikata simu maana niliona ananichanganyia tu habari. Ina maana kumbe jana kasambaza upendo kwa warembo wengi, sio mimi tu peke yangu. Nilichukia, nikahisi wivu, yani kama ameshanioa tayari. Sikujui kwa nini nilijisikia vile, lakini nilijikuta tu moyo wangu umeumia sana. Nilikuwa nampenda sana Johnson. Kifua chake na vile alivyo mrefu kajazia na rangi yake ya chungwa do. Nilikata simu maana nilijua moja kwa moja ni mwanaume ambaye hajatulia. Jana klabu aliwapa namba mademu wengi sana. Nilirumia, nikajilaza kitandani. Simu yangu ikaanza kuita, nikaangalia mpigaji alikuwa ni yeye. Nilitamani kuikata au kupokea, lakini nilishampenda yule kaka jamani. Nilitamani tu aseme kitu moyo unapenda, moyo wangu utulie. Nikaishika simu yangu na kuiweka sikioni. Hata kabla sijaanza kuongea akanipanga. Kaka naongea yule jamani.
Debora, usinifikirie vibaya. Unajua jana nilikuwa nimelewa sana. Sasa kuna marafiki zangu nilikutana nao mle na nilishapotezana nao kitambo. Nikawa nimewapa namba pia. Bila niamini akia nani tena. Wewe ndiye niliyekupenda na ndio maana nikakupa namba yangu. Na Joyce, yule alikuwa rafiki yangu nimesoma naye na jana nimekutana naye na alikuwa na mtu wake. Halima je? Halima ni damu yangu nili. Baba basi. Nilikupigia tu kusalimia. Ilibidi nimkatishe tu maana alikuwa akinidanganya huku naona kabisa. Japo nilikuwa mdogo lakini nilijua tu hapa napigwa za kichwa. Unajua kuna muda huwa tunajuaga tu tunadanganywaga lakini tutafanyaje sasa? Tunaamua kuacha tu. Wanaume wenyewe ndio hawa. Alafu ni wachache na wengine tunabadilishwa kwa wanawake. Kwa hiyo vipi sasa mpenzi wangu? Kuhusu nini Johnson? Naomba tunane basi leo. Mimi nakaa hapa Kino tu. Tutaonania wapi? Ghetto. Nataka uje ghetto nikupikie mazaga nini fresh. Kufanya nini huko? Kwa nini ghetto na sio kwingineko? Bana njoo ghetto. Sasa mbona unaniita hivyo sasa? Naona unielewi. Mimi mama yupo labda akitoka. Poa akitoka basi uje. Na haya poa. Nilijikuta dhaifu mbele yule kaka. Nikaanza kuwaza naendaje. Kwa akili yangu nilijua tu Johnson anataka sex. Na mimi ndio kama hivyo nilivyo. Nilichanganyikiwa. Nikawa kwenda nataka lakini naenda kufanya nini jamani? Niliwaza ile jambo mwisho wa siku nikasema naenda. Na akitaka sex nitamwambia niko period kwa ni shingapi. Hayo ndio ilikuwa maamuzi yangu ya mwisho. Sikujua kuna vijana wa hovyo huko. Huwa hawatakagi kusikia wanachowaza. Wanaweza kupitisha mkono ili wajue tu kama unamaanisha au unaleta longolongo. Nikiwa nawaza pale nikashangaa simu inaita. Alikuwa ni Johnson anapiga. Nikapokea na kuiweka sikioni. Vipi umeiona? Nini? Nauli. Johnson, umenitumia hadi pesa. Uko serious hivi kumbe? Fanya uje bwana, nimekumisi kukuona. Kuniona tu au kuna kingine? Ndio. Naye anakuja. Ukizingua tunazinguana. Poa. Kalikata simu nikakaa kitandani kwanza nikavuta pumzi ndefu. Mapigo yangu ya moyo yalikuwa yanaenda kasi sana. Hapo nikaanza kuwaza naenda kutoa nini. Nilikuwa njia panda. Nikasimama nikavungosa nguo zote na kusimama mbele ya kioo changu. Ni kweli nilikuwa na kila kitu cha kuitwa mwanamke. Nilikuwa na chocho tena zinazosimama hizo hatari. Nilikuwa na makalio makubwa na umbo langu lilikuwa namba 8 isiyokuwa na mashaka kabisa. Umbo langu lilimfanya mwanaume yote ageuze shingo yake na kunishangaa. Lakini tatizo lilikuwa hili lilibwasha, lililokuwa linaning'inia hapa katikati. Kwa mara ya kwanza nilikuwa nimeichukia bakora yangu na kuona bora tu nikatolewa na kuwekwa uke ili niwe mwanamke kamili. Niliamini ni ngumu sana kuwa mwanaume kuliko kuwa mwanamke, sababu nilikuwa kwenye asilimia nyingi za kuwa mwanamke. Shangazi yangu alishaniharibu akili yangu na mwili wangu pia kwa asilimia kubwa sana. Akili yangu ilikuwa imeharibika kisaikolojia kwa asilimia zote. Bwana, naenda atajua mwenyewe, lakini acha niache tu huko. Niliamua liwalo na liwe tu. Nikaingia bafuni nikaoga. Nikatafuta suruali iliyonikaa vizuri, nikaitupia mwilini mwangu. Kisha nikavalia na t-shirt changu cheusi yenye kikopa cha lafu kifuani chenye rangi nyekundu. Kile kikopa nikakimechisha na raba nyekundu na kofia nyekundu. Kiwa kidanganya jamani. Nilikuwa nimewaka haswa. Kati ya vitu ambavyo napenda ni kupendeza nye. Nilichukua simu yangu nikaangalia message nikakuta Johnson amenitumia 10,000 na yakutolea nikaisikitikia sana. Yaani huyu kaka huyu. Kwa hiyo hapa nisipoenda sema nishampenda kwa hoja tu niende. Ila nisimruhusu anivue nguo hata kidogo. Nilitoka nikasema niondoke na ndinga nini. Nilijiuliza pale lakini nikaona Johnson ataniogopa sana. Maana nawajua wa Maghetto Boys. Anaweza kaanza kuhisi mimi ni mtoto wa waziri kumbe wala. Ndivyo nilichukua Bolt tu ya bajaji mpaka Kinondoni Mkwajuni. Johnson akanipokea. Akaja amevalia pensi tu na kisinglet. Jamani nyewe kuna wakaka wanajua kutega. Yaani pale nilihisi tu kuzimia. Na vile amenikumbatia mbele za watu, nikawa najihisi kama dunia yote ni ya kwangu. Nilimpenda. Kuhusu nini kitatokea
kilitokea, wala sikukipa kipaumbele. Sikutaka kuinyima nafsi yangu kitu inachotaka. Utata wa jinsia yangu sikuruhusu kabisa unipe maumivu na nishindwe kufurahia kisa nini? Kweli nilikuwa nimevikwa ujinga. Nilipandwa ujinga, ukaota na kuweka mzizi yake moyoni mwangu na kwenye akili yangu. Johnson alinishika mkono, tukaongozana kwenda kwake. Wala hapakuwa mbali, japo njiani marafiki zake walimsifia sana kwa kuwa ameupoa demu mkali sana. Bwana, natufiki, mimi naona aibu, wenzako wananiangalia sana. Achana nao bana. Na hutaki kuamini kama natoka na piskali kama wewe? Kwani ni mbali jamani? Hapo tu baby. Hatimaye tukaingia kwenye geto la Johnson. Kilikuwa ni chumba kimoja master, sebule na jiko. Alikuwa amejipanga kiasi chake. Kigeto chake kikweli kilivutia, japo kwangu ni kawaida, maana mimi nishazoea mambo makubwa zaidi. Karibu Deborah. Asante. Yaani hata sauti yangu sikuwa naibana hivyo. Ilikuwa ni sauti ya kike kabisa yani. Utakunywa nini mpenzi wangu? Maji tu. Piga tungi tu kama jana tuvesha. Hapana Johnson, nimelewa sana jana, sijisikii poa. Okay basi sawa. Kijana kaenda dukani kunichukulia maji, na muda huo nimekaa na tetemeka na waza itakuwaje kinomba penzi. Nitampa nini jamani mie? Nilikuwa na maswali mengi kichwani mwangu, lakini nikajipa moyo tu. Lakini punde tu Johnson akarudi akiwa na chupa ya maji. Pole kwa kubaki peke yako mpenzi wangu. Usijali Johnson. Alimimina maji kwenye glasi, nikaanza kusuza koo langu taratibu, na muda huo akawasha TV, kumbe alikuwa anaangalia Spartacus. Nilishtuka, nikashikwa na aibu, maana ilikuwa imefikia pale kwenye patamu kabisa yani. Johnson, badilisha bana, weka hata muziki. Mimi nimetaka tuangalie hii bana, wewe vipi? Alisema Johnson huku akiwa anakaa karibu yangu, akaupitisha mkono wake na kushika bega langu, kisha akaongeza sauti ya ile series yenye mambo yake. Lakini wala kuishia kunishika tu, alinivuta nikaangukia kifuani kwake. Nilikuwa nimesisimka sana. Akaniomba ulimi nikampa, tukaanza kubadilishana mate. Johnson akaanza ufundi wake mwilini mwangu. Mikono yake ikatambaa mwilini mwangu na kunipa hisia kali sana. Na kama itoshi akaivua kaushi yake na kubaki kifua wazi. Nikakosa ujasiri na nguvu zikaniishia. Nilitupa jicho la kuibia, nikaliona dude lake lilivyoinua pensi kwa mbele. Kazi ipo. Nilijisemea kimoyomoyo huku nawaza itakuwaje, lakini bahati mbaya mawazo yalizidiwa na hisia. Sijui hata t-shirt yangu ilivuliwa saa ngapi. Nilijikuta tu kifua wazi, chuchu zangu zinanyonywa na kuzidi kunipa msisimko. Kuna hisia zilikuja tofauti kabisa na nilivyokuwa na shangazi. Basi kuambia mtu jamani, mwanaume ni mwanaume tu. Hata iweje, mwanaume ni mwanaume tu. Nilikuwa hoi taabani. Johnson akanivua suruali yangu, nikabaki tu na chupi. Na muda huo sasa hisia zikazidiwa na uoga. Alinishika chupi anivue, nikabisha. Johnson sijui akawaje, akaenda bafuni tu ghafla. Na muda huo na mimi nilikusanya kile kilichokuwa changu, nikavaa kwa kasi ya ajabu, kisha nikatoka mbio kama mwehu vile. Nilokutana nao njiani walinishangaa, lakini mimi wala hata sikuwajali. Johnson aliporudi tu alikuta chumba kiko kitupu. Alishtuka, huwezi amini. Akaanza kunitafuta mpaka ufunguni. Nyege mbaya nye. Yaani mpaka nakuja kupata akili kuwa nimeshatoka nje. Mimi tayari nilikuwa nimeshafika barabarani, nimepanda pikipiki huyo, nimeondoka tayari. Eti, mmemwona huyu demu niliongea naye huko? Alimuuliza jirani yake, mama fulani wa makamo hivi. Katoka mbio sijui mashine kubwa, maana sio kwa mbio zile. Kelekea wapi? Alipotokea Johnson aliingia ndani, akavaa t-shirt yake, akatoka nduki. Ile anafika tu barabarani akaona pikipiki ile inaishia. Alitamani kunikimbiza, lakini akakumbuka hakuna kitu nilichomlia zaidi ya nauli yake aliyonitumia. Alikata tamaa, karudi zake huku akiwa anajilaumu kuingia chooni. Sijui alikuwa anania gani jamani. Au alikuwa ameenda kunipakia mkongo mwe. Basi nilifika nyumbani nikamkuta shangazi amerudi, lakini hakuwa peke yake. Alikuwa na mzungu mmoja hivi ambaye umri wake ulikuwa ni umeenda kidogo japo si sana. Vipi, unatoka wapi? Nilitoka kidogo shangazi. Haya, msalimie mgeni. Tulisalimiana na yule mzungu, japo mkono wangu nilivompa kuna namna hivi aliubinya. Nikasema tu kimoyomoyo kumekucha. Mimi nikaingia zangu chumbani, nikashika simu yangu na kukutana na message nyingi na simu zilizopigwa na Johnson. Huyu naye
Yaani kama vile nimemwia figo. Sikutaka hata kumjibu, nilijua tu ana hasira kwa sababu ya vinani vyake havikutoka na amenikosa kwa uzembe wake kujipeleka chooni. Niliingia bafuni nikaoga huku najiangalia. Nilijikuta najichukia sana. Nikasema ni lazima nimuulize shangazi ni lini nitakwenda kufanyia operation na kuitoa bokora yangu ili na mimi niwe mwanamke kamili sasa. Nilipotoka tu bafuni nikamkuta shangazi amekaa kwenye kitanda changu kwa anatabasamu. Tabasamu lake lilinipa shaka kidogo. Nilisoma kitu katika mboni zake. Binti yangu umekuwa mrembo sana. Hapa nitapata mahari nyingi sana ise. Shangazi. Tabasamu la shangazi lilikuwa kama lina utata fulani hivi. Niliona kabisa ile tabasamu alikuwa la bure. Shangazi alionyesha kabisa kuna kitu anataka kusema. Vile aliingia ghafla chumbani kwangu na kuanza kuniongelesha vile, nilijua tu kuna jambo linakuja. Binti yangu ujue umekuwa mrembo sana. Shangazi, umeanza sasa, kwani ndio unaniona mara ya kwanza leo? Hapana, nakuona kila siku. Yaani umechukua kila kitu cha mama yako. Mama yako alikuwa piskali. Lea, pumzika kwa amani, japo nimekumisi sana. Shangazi aliongea wewe na mwisho wa siku akaingia katika kusudio lake la kunifuata chumbani kwangu ghafla. Sasa Debora, unajua leo nataka tusherekee. Yaani tunywe tulewe. Jana tulienda klabu ila leo tufurahie hapa nyumbani. Lakini shangazi, mimi sijisikii kunywa pombe leo. Sasa utasemaje hivyo mbele ya mgeni, atajisikiaje? Fanya kwa ajili ya mgeni, sawa binti yangu? Sawa shangazi. Ndio maana nakupenda mpenzi wangu. Ndio maana nakupenda. Mnyenyekevu kama mama yako. Sikuwa na nguvu yote ya kumpinga shangazi. Mara baada ya kuniambia tu vile aliondoka na kuniacha nimekaa zangu tu chumbani. Japo alinisini wai wananisubiria sebreni. Nikaingia kuoga, nikaoga kisha nikapiga kipenzi changu tu na kitopu. Mapaja yangu yote yakawa wazi, yakabaki nje na kitovu pia. Haikuwa rahisi hata kidogo, lakini shangazi alipambana sana kuhakikisha na kuwa na muonekano wa kike kwa 99%. Kuna wanawake wengi sana tena piskali, ila hazi kunifikia kwa sababu nimetengenezwa kwa madawa na operation kibao. Basi nilitoka sebleni nikakuta shangazi na mzungu wake wanaenjoy tu. Wameshaanza kunywa, wanapiga story, wanacheka sana. Nikaungana nao kimya. Japo niliaona macho ya yule mzungu ni kama alinifia fulani vile. Debora, karibu sana. Aliongea mzungu, nikaketi kisha akamimina pombe kwenye glasi yangu, tukaanza kunywa. Tulikunywa sana siku ile. Mwisho shangazi akaagiza nyama choma ya kutosha na ndizi tukala kisha tukaendelea kunywa. Ndipo yule mzungu akaanza kuileta mikono yake na kunishika mapaja yangu. Akaanza kunipapasa, lakini nilipomwangalia shangazi akawa kama anapotezea fulani vile, anajifanya haoni. Yaani siku ile shangazi ambaye alikuwa akinisi kuachana na mambo ya wanaume, nikamuona ametulia tuli huku mimi nikiwa nachezewa na mgeni wake. Na pombe ilikuwa imekolea wakati ule. 9 nilikuwa nikiona kama 6 vile na 1 nilikuwa naiona kama 7 vile. Sijui ni nini kilichoendelea mara baada ya hapo, ila nakumbuka tu shangazi naye alikuja kukaa pembeni yangu. Wakawa wameniweka katikati yao. Wote wakawa wananipapasa mimi. Sijui ni wingi wa pombe au kulikuwa na kitu kwenye ile pombe niliyokunywa. Nilianza kupoteza akili na macho yakakosa nguvu ya kufunguka. Nikapoteza fahamu. Nilikuja kushtuka asubuhi nilikuwa katika chumba cha shangazi. Nilikuwa nimelala pembeni na shangazi pembeni. Yule mzungu alikuwa amelala katikati yetu. Nilishtuka sana haswa mara baada ya kujiona niko uchi. Nilijiuliza, ina maana mzungu ameniona utupu wangu? Kwa hiyo ina maana anajua siri yangu? Hilo wala alikuwa na maana sana kwangu. Lenye maana ilikuwa kwa nini tuko uchi. Nilitaka kuinuka lakini nikagundua kuna jambo zaidi limefanyika. Yule mzungu alikuwa amenifanyia mchezo mchafu sana jamani. Ilikuwa ni mara yangu ya kwanza. Niliona kabisa sasa shangazi anataka kunigeuza mwanamke kamili. Tena sio kwa kunifanyia operation kama alivyosema, ili niwekwe utupu mwanamke. Hali ile iliniumiza sana. Nikaangalia vile walivyokuwa kikoroma. Nikatamani kama ningekuwa hata na bastora nikawalipua tu wakafilie mbali. Niliondoka kwenye kile chumba nikaingia chumbani kwangu huku natembea kwa tabu kidogo. Ilikuwa ni jambo la aibu sana.
Nilijua yote hali ni kwa sababu hana uchungu na mimi, kwa sababu hakuniweka tumboni mwake miezi 9 kisha akanizaa kwa uchungu. Siku ile nilishinda chumbani kwangu siku nzima, hata kula sikutaka kabisa kula. Na shangazi alikusha kujua kabisa ameshanivuruga, ndio maana hata hakunifuata kabisa chumbani kwangu. Nilikuwa na hasira sana na shangazi. Nilimuona kama ni mnyama fulani hivi tu anayetaka kunitumia kwa faida yake. Yaani hasira zake kwa mtoto wake mpuuzi anakuja kuzimalizia kwangu. Ilipita wiki nzima nikajua yameisha tayari na kuwa haitakuja kujirudia tena. Shangazi akawa ananionyesha upendo sana, lakini muda wote huo kumbe yule mzungu wake hakuwa ameondoka. Kumbe shangazi bado alikuwa na mipango yake bila mimi kujua. Mimi binafsi nilikuwa nimeshajisemea sinywi pombe tena mpaka yule mzungu aondoke pale nyumbani. Nikawa hata nikiwakuta wanakunywa pombe na wapita tu kama hata siwaone vile. Ndipo siku moja mara baada ya kumaliza kula tu, sinikanywa maji bana. Kumbe walikuwa wamenitegeshea kitu kwenye maji yale. Baada ya muda kidogo tu nikasikia kichwa kinaniuma. Nguvu zikanishia, nikapoteza fahamu zangu jamani. Ulikuwa ni mpango wa shangazi tena. Wakanichukua na kwenda kunifanya kale kama mchezo kao kachafu. Nilikuja kushtuka niko chumbani kwangu peke yangu, lakini nilijua tu nishaingiliwa. Hali hili iliendelea kwa mwezi mzima. Nikaogopa hata kula chakula cha mle ndani, maana nilitegeshewa dawa za usingizi kila kona. Lakini bahati mbaya ikawa kwangu sasa. Lengo la shangazi likawa linafanikiwa sana tu. Nikajikuta nimeshazoea tayari kale mchezo. Mpaka mzungu akaja kuondoka zake, mimi nilikuwa tayari nimeshazoea kale kama mchezo kachafu. Sijui kwa nini shangazi alinifanyia vile, ila nilihisi kabisa alitaka kunimaliza na kunifanya niache kuwaza kuna siku itakuja mimi niwe mwanaume tena. Maisha yaliendelea huku nikiendelea kufanya kale kama mchezo na shangazi yangu. Kwa kuwa nilikuwa nimeshaathirika kisaikolojia, nikaona ni sawa tu. Hata shangazi anifanye chochote mimi nikaona ni sawa tu. Kiufupi misuli ya kuanza kuwaza mimi ni mwanaume ilikata kabisa na kupotea. Japo naweza kumtamani mwanamke, lakini namtamani kama mwanamke mwenzangu tu, yani kama msagaji na si mwanaume wa kawaida. Na hayo ndio yalikuwa ni maisha yangu Zebi. Mimi nilikuwa ni mwanaume, lakini sasa hivi sio mwanaume tena. Najiona tu kama wewe. Sina ujasiri wa kujiita mwanaume sababu ya shangazi yangu. Ameikata misuli yangu. Sina pa kwenda japo naishi maisha ya kitajiri, lakini mimi sio mtoto wake. Nikitoka nitaenda wapi na hii hali? Bora ningekuwa na umbo la kiume. Ningesema nenda kupambana au kuna kujipatia hata senti, nifanye maisha yangu. Hebu nitazame Zebi mimi. Nitazame mimi naweza kuitwa mwanaume? Nafanana na mwanaume hata kidogo? Ni nini kiliendelea? Ni nini hatima ya maisha Deborah? Tafadhali ungana nami katika sehemu ya 3, itakuwa na majibu yote ya nini kilichoendelea. Nikuombe tu usisahau kubonyeza alama ya subscribe iliyopo chini ya video hii ili uweze kupata mwendelezo mzuri wa simulizi hii na zingine ambazo tunazoweka hapa. Mtunzi wa simulizi hii anaitwa Jack Mambo, ambaye unaweza kumcheck WhatsApp, anatumia 0716 35 2102, au unaweza kumpigia simu anatumia 0744 87 25 52. Mimi naitwa Ibrahim Kalage. Unaweza kunicheki kupitia Instagram natumia Ibrahim_Kalage, au unaweza kunicheki Facebook natumia Kalage Ibrahim, ama kupitia namba zangu za WhatsApp natumia 0713 88 23 52. Tukutane katika sehemu ya 3 hiyo hapo.